Bibi, shikamoo. Marahaba. Za leo? Salama bibi. Za huko? Salama kabisa. Karibuni. Leo ni siku ya wapendanao. Amina. Na sisi tumewapenda nyinyi wafanyabiashara. Amina. Tunataka tujue tu labda bibi, unapitiaga changamoto gani katika biashara yako unayoifanya? Namshukuru Mungu, naipata changamoto ni kubwa. Ni kubwa kwa sababu wateja wengine huwa hawaaminiki. Wengine wanaaminika. Ndio. Mimi nikichukua mboga nikiweka hapa wanakuja kununua. Mwingine anakuambia nikopeshe. Ni kweli. Hana mboga nyumbani. Ni kweli. Inabidi umkopeshe. Sasa kulipa kwake ni ngumu. Utamfuatilia, nilipe basi ile hela, anakuambia sina hela. Wakati mara nyingi sana wengine unakuta anakuambia sina hela, unamwachia tu. Sasa basi kale, kwa sababu alisema hana hela. Sasa tutafanyaje? Utaenda kupokonya, alishachukua jana, amepika amekula. Ni kweli. Utasema tu asante Mungu, utanizidishia utakachonipa wewe. Na Mungu anakuzidishia kweli, kwa sababu unamtamkia Mungu kusema Mungu, naomba nizidishie kile alichochukua hakijarudi, lakini naomba niendelee kwa na biashara. Huwezi ukatulia nyumbani kusema ngoja hajalipa basi kwa hiyo nikae. Unashindwa. Ndio changamoto tuliyokuwa nayo. Nashukuru Mungu kwa kututembelea. Asante. Ni upendo uje. Upendo mkubwa. Mtu kama mimi kunitembelea. Toka nianze biashara na nimeanza siku nyingi. Una miaka mingapi kwenye biashara hii? Nina miaka siku nyingi, nimeanza 2003. Mpaka leo niko hapa. Niumwe, nisiumwe, unafikiria. Sasa hata kama nikiumwa, sijalazwa, niko nyumbani. Nikisema nikae, watakula nini watoto? Unabaki tu unachechemea, unakuja. Ukipata 200, 300 nashukuru. Unasema asante Mungu. Na siku nimeanza siku nyingi wazazi wangu. Asante sana. Mungu akubariki bibi. Amina. Kuna watu wanaokutegemea kwa sababu ya biashara unayoifanya? Okay. Lazima watoto wakutegemee. Ndio. Wajukuu utakuwa nao, watakutegemea. Hii biashara yako ni ya mtaji gani? Biashara yangu ni ya mtaji, hela angalau kidogo nyingi, $100,000, kwa sababu naenda kuchukua matuta ya watu. Ndio. Na kwa nikiuza ndio nikawalipe. Nimekosa jamani, nisubirieni. Sijapata ile hela. Mnisubiri angalau siku 2 3. Ndio naanza kuomba wananipa, naenda kuwalipa matuta yao. Kwa sababu na mimi nawapa wale wanaotembeza mafungu 2, 3, 5, naenda kwa nawajumulishia. Sawa sawa. Kuna mtu ana jambo la kusema na bibi? Tafadhali. Yeyote mwenye jambo la kusema na bibi? Okay, basi sisi tunakutia moyo. Amina. Hawa ni wanawake ambao wanasambaza upendo siku ya leo tarehe 14. Amina. Leo ni siku ya wapendanao. Amina. Sisi tunatamani hata kama biashara yako ni kubwa au ndogo, usifanye kwa kununa, uchangamke uso. Ndio maana mlivyowaona katika umri wako upate furaha tena. Amina. Sawa sawa Kwa hiyo turuhusu, kama waturuhusu, tubariki biashara yako. Amina. Na mwasibu wetu atakutia moyo kwa kidogo tulicho nacho. Amina. Lakini kabla ya hapo tutakuwa na keki kidogo. Amina. Ambayo tunapoondoka utafurahi pamoja na nafsi yako. Utampatia bibi kwa furaha. Amina. Haya, hii ni keki ambayo ni ya upendo, kuonesha kwamba wewe ni mtu wa thamani kwenye maisha yetu. Amen. Yes, ndio. Basi na tuombe jamani. Nashukuru. Mungu uishie milele. Baba, katika jina la Yesu tunabariki biashara ya mama huyu, mtoto wako katika umri wa uzee, anayetafuta fedha kwa ajili ya kutunza wajukuu. Neema ya ajabu, upendo wa ajabu, namna ambavyo anatoa hata kila alichonacho kuwapa wengine wasiokuwa nacho. Huu ni upendo hakika kama ule wa Yesu Kristo, kwamba anayetoa anapokea. Nasi leo tunambariki kwa baraka nyingi. Biashara yake hii kabarikiwe, na kila anayenunua mboga hizi na wale wanaouza wenzake wote wakabarikiwe. Na akaone furaha katika maisha ya uzee wake, sawa sawa na mapenzi ya jina lako. Ni katika Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana akubariki, akulinde mama, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili, akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Uwe na furaha. Mwasibu wetu atazungumza na wewe. Asante. Amen, amen. Nashukuru. Amina mama, za uzima. Salama. Sisi ni wanawake waombaji. Tumekuja kuwatembelea na kuwatia moyo. Amina. Kuna changamoto gani ambazo sisikiki?
Okay. Sisi ni wanawake waombaji, tumekuja kuwatembelea na kuwatia moyo. Amina. Kuna changamoto yote ambayo unapitia kwenye biashara yako? Kuna changamoto nyingi tu, saa zingine biashara unamaliza, saa zingine umalizi. Yaani unarudi naye, unakuja kushinda naye hapa, unaondoka hapa usiku. Mtaji wenyewe ndio kama hivyo, kwa shida. Na una muda gani biashara yako hii? Umeanza muda gani? Miaka kama 4 hivi. Ndio. Na miaka kama 4. Bibi, wewe ni mkazi wa wapi bibi? Unaishi wapi? Hapa Pakawe? Tangu mwaka gani? Hiyo miaka mingi baba, nilikuja hapa msichana hadi binti kabisa, unapendwa. Paka umechokea huku. Yaani nimechokea hapa. Biashara yako mbona ni kidogo sana bibi? Au leo umetudanganya, una nyingi sana. Mbona ni kidogo leo biashara bibi? Ndio hivyo mtaji. Wewe mtaji wako ni kama shilingi ngapi? Kama shilingi 60 hivi. 60,000. Ndio. Kwa hiyo asubuhi ukiamka, mtu ambie ukiamka unafanyaje? Unafuata mboga wapi? Na una nguvu za kutembea sana, unafanyaje? Mtu ambie. Kwa kweli mimi huwa nasubiri hapa wakileta, naomba wananipa, naenda kutembeza, ndio hivyo. Wewe unatembeza pia? Bibi anatuletea mitaani huko tangia tunasoma. Tuseme tu kweli. Zikibaki narudi naye hapa, nakuja nashinda kutwa hapa. Narudi nyumbani usiku. Baba. Sawa. Ndio maisha yangu ninavyoishi. Ndio maisha yako. Wangapi wanakutegemea kwenye biashara yako? Ni mtoto mmoja tu na wajukuu. Una wajukuu wangapi? Wajukuu 6. Unakaa nao wewe mwenyewe? Wako wengine wameolewa baba, wengine wameoa. Unasema unaoishi nao pale nyumbani ni wangapi? Naishi naye pale nyumbani ni 3. Ni 3. Na wewe ndio unaleta chakula nyumbani? Ndio hivyo, niokoteze tuende tukale na wajukuu. Ndio. Kama hamna ndio hivyo. Ndio. Basi Mungu akubariki bibi. Tunakuombea uzee mwema. Amina. Wanawake wote hawa nao pia wanakutakia baraka. Napokea. Kama ambavyo ulikuja kama binti kama wao. Ndio. Na wao wanakuombea uzee wa furaha kabisa. Amina. Na tumwombee bibi kwa pamoja. Tunyoshe mikono kwake. Mungu uliye hai, tunambariki mama huyu kwa baraka nyingi za rohoni na mwilini. Usimwache usiku na mchana katika biashara yake hii Bwana. Na namna ambavyo yuko na wategemezi wengi, ndivyo utakavyozidi kumsaidia. Tumembariki na kumwombea uzee wa baraka, ili na sisi tutakapozeeka Bwana utinulie watu wa kutusaidia. Sisi tunambariki na kumwombea katika maisha yake yote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Naomba tumpe keki ya upendo, na Madonesta tafadhali mkabidhi bibi keki moja ya upendo. Tunakutakia furaha. Tunakupa keki. Wetu ni upendo. Amina. Mbarikiwe. Furahia siku ya leo. Amina. Nafurahi. Asante sana. Basi mwasibweza takuona. Basi wewe unaitwa nani? Labda tungetamani kukufahamu kwa majina. Kwa jina ili baadaye. Kwa jina naitwa Winifrida Fred Mbanga. Ndio. Karibuni sana. Asante. Hapa tuna kundi ni taasisi na huduma ya wanawake waombaji. Tuko wachache, tumefika hapa kusambaza upendo. Amina. Upendo kwa wauza mboga wachache tu waliopo katika eneo hili. Na leo ni siku ya Valentine. Si unajua Hem, tuambie ushawahi kupendwa kwenye maisha yako yote? Hem, tuambie, mtu akikwambia nakupenda na kuletea upendo unajisikiaje? Kuna furaha fulani inakuja ndani yako? Ndio. Hem, angalia kamera wakati tunazungumzia watu wale wasiopenda kutoa furaha kwa upendo. Tunasikia furaha sana. Ndio. Tunashukuru sana. Ndio. Tunashukuru sana. Oh, yes. Sawa. Kuna mtu ana jambo la kusema na dada nani umesema? Dada Winifrida. Dada Winifrida? Ndio. Yes. Asante Winifrida, unapotuona hapa
sisi ni wamama waombaji. Amina. Ya kama alivyosema baba, tumekuja kusambaza upendo. Amina. Ya Mungu wetu, Mungu wa wote, wa Kristo, wa Islam ni upendo. Amina. Anataka tupendane. Tumetambua biashara yako, tumekuja kukutia moyo. Nashukuru sana. Kwamba unafanya kitu kizuri sana kwa ajili ya familia yako, kwa ajili yako mwenyewe, lakini pia tumekuja kukusapoti uendelee vizuri. Ujue kwamba tunakupenda, tunakutakia heri. Amen. Katika biashara na katika familia yako. Amina. Kwa leo smile, furahi, Mungu anakupenda. Asante, nashukuru. Amina. Asante sana. Unaweza kutuambia labda biashara yako hii ina mtaji wa shilingi ngapi? Mtaji wangu ni 50,000. Ni shilingi 50,000. Ndio. Ndio mtaji wako. Na ukifanya biashara yako kwa siku unaweza kupata faida ya shilingi ngapi? 10,000, 15,000. 10,000 Aha. Unatamani kuambia nini watu wanaokutazama leo kwa habari ya biashara? Unapitia changamoto gani kwenye biashara ya mboga mboga? Changamoto zipo nyingi, lakini nashukuru Mungu kwa kile kidogo ambacho nakipata. Yaani changamoto kwenye biashara zipo. Lakini nashukuru Mungu kwa kile, yani kwenye biashara changamoto wenzetu wanasema ni lazima. Baadhi ya changamoto kama ambayo unaipitia wewe ni ipi katika mtaa huu wa Kawe na mahali ambako mnafanya biashara? Moja wapo tu ambayo unaona hii aidha ni ya kwako au ni ya wengi wanaofanya biashara, ni ipi? Anaweza tu akaja mteja akachagua mboga, mwisho wa siku asichukue akaacha, hii sijapendeza nayo akaacha akaondoka. Kwa hiyo inakuwa ni kero kidogo kwa muuzaji. Kwa muuzaji, wewe unaona kabisa yuko vizuri, lakini atakuja atachagua au anaweza akasema hivi niwekee. Ukamwekea, lakini mwisho wa siku asirudi, akaondoka, akaenda kuchukua sehemu nyingine akaondoka. Kwa hiyo wapendwa wanawake waombaji, mkienda kununua mboga sokoni, ukiamua uchambue unayoipeleka ili kupunguza kero kwa hawa watumishi wa Mungu wanaouza mboga katika mazingira haya magumu. Utaona mazingira haya si mazingira rafiki sana. Lakini sisi tuna jambo moja tu la kukwambia dada, kwamba kwanza uuze mboga zako kwa furaha. Amina. Ukiuza kwa furaha, aje mteja amenuna, amevuta bange, amechanganyikiwa, wewe mhudumie kwa furaha. Na ukimhudumia kwa furaha, utaona vitu vingi sana kwako vinazaliwa. Amina. Jambo la pili, ujisikie kupendwa na Mungu. Amina. Usiishi kwenye maisha ambayo unanuna na kusikitika muda wote. Amina. Hata kama dunia ingekuacha, tunataka tu kukwambia kwamba Mungu ni pendo na anapenda watu wote. Amen. Na atashughulika na maisha yako. Si unaona hujawahi kupata shida ya kulala njaa? Ni kwa sababu Mungu anakupatia kile ambacho anakihitaji kwako. Amen. Basi kwa niaba ya huduma yetu na kundi hili la watu wachache, napenda kukutia moyo tena na tutakuombea. Amen. Na baada ya kukuombea, mhasibu wetu atakusupport kwa kidogo. Amen. Ambacho tumekiandaa, ili baadaye nikipita siku nyingine useme wale watu walipita wakanisaidia. Tunaamini una mtaji wa shilingi 50,000, baada ya mwezi utakuwa na mtaji wa laki, baadaye 200,000, baadaye upande mpaka uwe na 500,000 na biashara iendelee kukua. Kwa hiyo tunakuombea ukuaji wa hiyo biashara. Basi nimkaribishe mtu mmoja aweze kutuongoza kwa sala ya kuombea hii biashara, na sisi tutaiombea kwa kunyosha mikono kwenye hii biashara yetu. Advocate, tafadhali karibu umwombee mama huyu. Na wakati huo watumishi wa Mungu wote ndio tufanye maombi ya kumbariki mama huyu na kubariki biashara. Ungependa tukuombee? Amen. Karibu. Mwenyezi Mungu Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa zawadi ya maisha ya watu wote. Kwa namna pekee tunasema asante kwa ajili ya Winifrida. Imekupendeza kafanya biashara hii. Mtume Paulo anasema asiyefanya kazi na asile. Ametimiza amri hiyo, anafanya biashara. Baba, mbariki katika biashara yake, ikaongezeke, ikazae matunda 30, 60, 100. Matunda yaweze kudumu. Bariki familia yake, bariki wote wanaomzunguka, mpe furaha. Wafilipi Paulo anatuambia furahini siku zote katika Bwana, tena anasema furahini. Basi akafanye biashara hiyo katika furaha, ikazae. Kama ana vikoba akarudishe vikoba, aishi bila madeni, na hata hela hiyo atakayopewa leo Mungu ikaongezeke, akaweze kufanikiwa. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, sote tuseme amina. Amen. Bwana Mungu akubarikia, kulinda, kuangazia za uso wake, kufadhili, akuinulie uso wake, akupe amani.
na aibariki biashara yako na wote wanaouza katika ile eneo. Tumewabariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Leo ni siku ya upendo, tunatamani tuugawie pendo ya upendo. Wewe umekuwa mtoto wa kwanza, hii ni keki. Utapata kakipande ka keki, utakula unauza ukiwa unatabasamu. Michelle, mkabidhi mama huyu kwa furaha kabisa kwa mikono miwili na kwa kuinama kumshukuru kwamba hii ni Nikushikie. Mwambie Happy Valentine. Haya, mpatie. Mwambie Happy Valentine. Asante. Asante sana. Nashukuru. Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana. Mwasibu wetu atakuona na atakutia moyo kwa namna moja au nyingine. Amen. Labda una swali? Hapana, nashukuru. Jamani, naomba mjitambulishe majina yenu tuweze kuwafahamu. Kwa majina mimi naitwa Robi Mawa. Hey, bro. Majina? Jina langu. Jina langu naitwa Mary Jafet. Mary Jafet. Jina langu naitwa Helena Masanja. Na mama. Kwa majina mimi naitwa Furaha Sefu. Na yuko hapa? Furaha Sefu. Aha, Mungu awabariki sana. Hebu tuambie leo mnajisikiaje siku ya Valentine? Tunajisikia furaha. Tunajisikia furaha na kuwaona. Kweli eh? Mnatabasamu kweli? Tunatabasamu. Kabisa. Nani alikwambia Happy Valentine ulipoamka asubuhi? Mwanangu wa kwanza mimi. Hakuna? Mimi nimeambiwa na mtoto wangu. Wewe hujampata? Wewe? Mimi sijaambiwa. Mpe mic. Hujaambiwa? Sijaambiwa. Na yule pale? Mimi sijaambiwa. Haya, wote kwa mama tunaambia Happy Valentine. Haya. Tumekuja kuwatia moyo na kuambia kwamba Mungu anawapenda. Kwenye biashara yenu ongeleni, mna biashara nzuri. Sisi tumewaletea keki ya Valentine. Labda mtuambie mnapitia changamoto gani? Shika mic vizuri. Sisi changamoto tunayopitia kama mnavyoona, jua kali, mvua ikinyesha tunanyeshewa baada ya soko kuungua. Ndio. Changamoto za kibiashara nyingine? Changamoto za kibiashara hamna, tunakabiliana nazo, wateja mdogo. Sawa, basi tumefika kuwaombea na kuwatakia baraka za Mungu. Mnaturuhusu? Amina. Sawa. Naomba tuzunguke tukawaombee hawa watu wa Mungu hapa. Na tuombe kwa pamoja. Tuombe tu. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, na tunazibariki biashara za watoto wako ambazo Mungu ameendelea kuwapa waweze kuzifanya. Tunaomba mafanikio mengi yawe juu ya watu hawa Bwana. Uwalinde na mabaya yote na uwafanikishe kwenye kazi zao. Tumeweka mikono yetu ishara ya kuwaombea mafanikio katika maisha yao kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Hao ndo wanawake sasa kusikia hiyo. Ndio mwapata hao mtu. Halo, hii ni wapi? Haya, Happy Valentine. Wewe hujaambiwa Valentine. Hii hapa. Namba picha nampatia mama watu hapa. Happy Valentine. Haya, na Happy Valentine. Wewe mbona kijana wako? Haya, na mchungaji amekwambia hivyo. Happy Valentine. Happy Valentine. Haya, na maua yetu. Haya, hii ni ua la lozi. Ua la upendo. La upendo. Leta ua moja. Na mimi nakupa kwa ajili ya Mungu. Haya, ua la upendo. Ua la upendo. Namba maiki. Haya. Sawa. Naam. Yuko hapa. Yes, tunamaliza. Sasa mwasibu wetu hawana wivu, tunawafuata. Mwasibu wetu atawaona kwa ajili ya kuwabariki kidogo. Mwasibu wetu yuko wapi? Yuko hapa. Sasa ni watu wanne. Jamani, tumefika kuwapa maua ya upendo. Unaiona hapo? Hii ni love. Unataka kupenda wewe? Haujawahi kupendwa mama? Kweli? Jamani wewe umenisikitisha. Lakini Mungu anakupenda, sawa? Na watu wote hawa wanawake wenzako hawa wamekuletea upendo. Naweza kusema majina yenu, tuwajue kwa majina. Anza na wewe hapo. Mimi naitwa Agnes Stanley. Ndio. Na wewe? Amina Stefano Nkarembula. Okay, mnaionaje biashara yenu ya mboga mboga? Mnaweza kuambieni Watanzania wanaowatazama kuhusiana na biashara yenu ya mboga mboga? Sio mbaya. Mungu anasaidia kidogo, tunapata riziki. Ndio. Wewe unaonaje? Namshukuru Mungu, kidogo hivyo tunapata riziki.
Hii biashara yako ni ya mtaji gani? 50. 50. Hii ni ya biashara nani sasa? Tuko wote. Wote wawili? 50 mara mbili. Mmeunganisha wote. Kwa hiyo ni mashosti au ni marafiki? Ni marafiki. Ni marafiki. Sio mashosti. Sawa sawa. Basi kama mtu ana jambo la kusema nao, anaweza kauliza jambo lolote. Basi tumekuja kuwatia moyo. Na wenyewe mmesema kwamba biashara yenu ni kama mtaji wa 50,000. Tunatamani muongeze mtaji ili muweze kufanya vizuri zaidi, na tena mko wawili, walau mkigawa kila mtu apata laki, 200,000. Unaona, ndio maana tumekuja kuwapa upendo kama Mungu anavyosema tupendane, lakini kuona jinsi gani ya kuwaongezea mtaji, lakini kuwatia moyo. Mungu mwenyewe anasema kwamba atabariki kazi za mikono yenu. Kwa hiyo muheshimu biashara zenu na kila siku mtamani kuendelea mbele zaidi. Lakini pia kwa kuwa nyewe ni marafiki, tunawatakia upendo wa agape, msije mkagombana, sawa tutaomba kwa ajili yenu, lakini pia kuna keki alama ya upendo, kuna ua la rozi upendo. Umesema hujawahi kupendwa, sisi akina mama tunakupenda, lakini Mwenyezi Mungu aliyetuumba anakupenda zaidi. Kwa hiyo tutawapa keki, lakini tutaomba pamoja na baba mchungaji wetu kwa ajili ya kuomba nguvu za Mungu katika biashara yenu. Haya, asante sana mama. Tukusikie na wewe sasa. Njoo na wewe huko. Tunakusikia na wewe kidogo hapa. Asante. Na wewe aje hapo. Na wewe jitambulishe majina yako. Kwa jina naitwa Felista Mohamed. Unaonaje baada ya kupewa ua la rozi? Nimefurahi sana kupata ua kama hii. Kweli Wow. Umefurahia Sana. Ndio. Wewe biashara yako iko wapi sasa? Iko pale. Unauza pamoja na nyanya pia? Hongera sana. Na mama hapo nyuma? Wewe unaitwa nani? Wote ndugu yangu. Mpo wawili? Kweli? Tuko wawili. Changamoto yako inabidi tuungane. Kwa hiyo mnaunganisha kufanya tunashukuriana mizigo. Unasema? Tunabebana tunashukuriana mizigo. Amen. Basi msio waombee alafu tubariki biashara yenu. Si sawa? Amen. Na tuombe jamani. Tuombe. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu tunabariki biashara watoto wako wanaouza na hata kufanya biashara kwa ajili ya kujikimu maisha yao. Tunabariki biashara hii yote na wote wanaofanya nao biashara katika hili eneo. Wafanikiwe watu hawa na wainue katika maisha yao. Waone baraka na ushindi katika kazi hii ya kuuza na kununua. Mungu uishie milele, uwalinde na mabaya yote na hatari za yule mwovu. Kwa utukufu na wingi wa fadhili zako Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Tunaomba tuwape upendo kabisa. Mama, jisikie kupendwa. Jisikie kupendwa kabisa. Jisikie kupendwa na ufurahie keki yetu. Na ufurahie keki yetu. Na ufurahie keki yetu. Mungu awabariki sana. Amina. Unalebaki hajapewa keki? Nani ambaye hajapewa? Hapana, kwa sisi ndio wote tumepata. Kwa sisi wote. Ile pale. Ulibaki nyuma mdogo wangu. Akuwepo. Haya jamani, na keki yetu hapo. Sasa. Mwasibu wetu atawaona sasa. Asante, hongera sana kwa ajili ya kufanya biashara. Asante. Sisi ni kikundi cha wanawake waombaji. Sawa, takukatia. Ni kikundi cha wanawake waombaji. Leo siku ya kukumbuka upendo, tumeona tuje kuwatembelea hapa ili kuonyesha kwamba na nyie kuna watu wanawajali, tunawapenda, lakini Mungu anawapenda zaidi. Amina. Karibuni sana. Asante. Ni changamoto gani ambayo huwa unakumbana nayo katika biashara yako hii ya mboga mboga? Changamoto ni nyingi, lakini changamoto mojawapo ni labda mteja anakuja hapa kama hivi, mimi ninauza za kukatakata na za mezani. Mteja anaweza akaja hapa akakwambia nikatie mboga, naenda hivi nikirudi nakuja kuchukua. Kwa unamkatia mboga, unaweka pembeni, anaenda huko kasau, kaondoka moja kwa moja. Na mimi ile tayari nilikuwa nishafanyaje? Nishaikata. Maana kuna wengine wanapenda za kukatakata, kuna wengine wanaenda kukata mwenyewe. Kwa changamoto ni za kawaida tu. Sawa. Na mategemeo yako au ndoto zako kuhusiana na biashara yako ni ipi? Mategemeo na ndoto zangu, biashara yangu kwanza ikue, nipate hela,
na nipate oda kutoka sehemu mbalimbali niwe nasambazia, mfano kwenye mahoteli, kwenye manini, yani kwenye mtu ambaye akiwa anahitaji, akiwa anapika kama chakula anahitaji, niwe nawasambazia. Basi tunaamini kwa hizo ndoto na Mungu amesikia maombi yako, atakubariki na kukuwezesha. Amina. Basi tunaomba tukuombee kwa ajili ya biashara yako. Haya. Na tuambie sasa, hiyo biashara yako unapata faida kwa shilingi ngapi kwa siku? Biashara yangu faida kwa siku inategemeana kwanza na siku yenyewe jinsi ilivyo. Kuna siku inapanda, kuna siku inashuka. Kwa siku biashara ikiwa nzuri, yani zikiisha, ndipo nafurahia kwa sababu zinazobaki zinakuwa zinabaki faida. Kwa siku biashara ikiwa nzuri ndio unapata faida. Ikipungua kidogo, ina maana zile zilizobaki ndio faida yenyewe inakuwa nimepata msingi. Una wategemezi wangapi wanaokutegemea kwa biashara hii? Mimi wategemezi ni familia yangu tu, basi ndio ambao wananitegemea mimi kwenye biashara. Basi sisi tunakuombea mafanikio mema. Changamoto nyingine hapa nikuulize ni ya uzushi lakini Ndio. Sinajua hapo una hii nini inaitwaje? Spinach. Una spinach, una mchicha. Una mchicha. Je, na hapa kuna spinach au kuna mamboga, kuna spinach, una mchicha. Unaonaje wafanyabiashara wenzako? Hamna fitina? Zinazopita kuanzia kule. Kwa sasa hivi fitina kidogo imepungua kwa sababu pia hata wauza mboga pia tumepungua. Kwa hiyo kama mfano mtaa wetu wauza mboga tu kwa wachache tofauti na mitaa mingine. Kwa hiyo fitina imepungua. Fitina hamna. Lakini ilikuwepo. Ilikuwepo kipindi hicho tuko humo ndani. Pia kwa sababu naye ameboresha sasa anakatakata. Kwa mimi na wateja wengi kuliko wengine kwa sababu mimi na wakatia. Anafanya process na anakatakata. Kwa hiyo asilimia kubwa wateja wangu mimi wa kukatakata. Kwa hiyo ndio maana na kwa hiyo baba mchungaji ameamua kuboresha biashara yake ili pia kupunguza competition, mashindano. Yes, nafikiri hiyo ni akili ya biashara. Ndio. Ili kupunguza fitina kwenye biashara, tafuta kitu unique. Tofauti na wenzio. Na tofauti na wenzako. Hiyo iliyofanya ni njia nzuri. Na nyingine unaweza pia ukawa unapaki vizuri, unawapangia vizuri, mtu mwingine anahitaji haraka ambayo imepakiwa. Tunakutakia mafanikio. Utakapokutana na fitina, wewe mtazame huyu Mungu tunayemzungumza. Atakusaidia sana. Sawa sawa ili usije ukajiingiza upande wa pili. Basi na tumbariki mtu wa Mungu huyu kwa sala na maombi. Tuombe. Mungu uishie milele Baba, katika jina la Yesu. Ninaibariki biashara ya mtoto wako hii ambaye anaifanya. Ifanyike kuwa ni biashara ya baraka, kila anapoweka mzigo wake aweze kuuza na kupata faida ili kuitunza familia, kinyume na mabaya na hatari zote za yule mwovu. Nasi tumembariki na kumweka wakfu siku ya tarehe 14 mwezi wa pili kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, ufanikiwe zaidi. Amina, wabariki na nyie kwa mlikotoa. Basi kwa upendeleo kabisa tuna keki ya upendo. Ndio. Nana agawa keki leo. Haya, mgawie mama keki. Hii ni keki ya Valentine. Unapokula unafurahia kukumbuka upendo. Amen. Asante sana. Haya. Mungu akubariki sana. Amina. Basi mhasibu wetu atazungumza na wewe. Amina. Karibuni sana. Hapa hongera kwa ajili ya biashara yenu. Labda mtuambie biashara yenu ni ya muda gani? Mafanikio mnayopata, lakini pia na changamoto ambazo mnapata kwenye biashara yenu. Sogea mama. Karibu. Asante. Mimi kwa jina naitwa Esther Katula. Siogope mama, ongea. Kwa jina naitwa Esther Katula, mfanya biashara wa Kawe. Kwa kweli biashara sio mbaya. Biashara ni nzuri, tunapata riziki, Mungu anatusaidia. Changamoto yetu ni soko tu lilivyoungua. Tuna changamoto sana kama hivi mnavyoona jua lilivyo kali. Jua kali sana mpaka saa hizi toka mwezi wa 9 kama sikosei. Soko lilivyoungua hatujapata sehemu ya kuuzia. Changamoto ndio hiyo. Okay. Aya, asante. Karibu mama na wewe. Mimi kwa jina naitwa Scholastica Venance. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo amekuja kutuonyesha upendo kwetu. Mungu awabariki sana. Na sisi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hii biashara ambayo Mungu ametupa. Sio kwa nguvu zetu bali ni Mungu aliyetupa. Kwa tunamshukuru Mungu, tunapata riziki, watoto wanasoma. Na sisi wenyewe tunafaidika kwenye mavazi na kila kitu ambacho Mungu anatujalia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo.
Lingine ambao naweza nikasema kwamba changamoto iliyoko hapa ni tunakaa juani, kutoka na changamoto kwamba tangu soko liungue hatujapata sehemu nzuri ya kuuzia, lakini hapa tulipo Mungu atusaidia na tuwezesha, tunapata chochote kile ambacho Mungu ametujalia kadiri ya uweza wake. Kwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wenu. Zaidi sana ni hilo, hatuna zaidi sana na kuongea. Changamoto zaidi ni hii ya jua, kuuzia juani. Hizi mboga zote ni kama za shilingi ngapi? Kwa estimation kwa kufikia. Kama zikisha zote naweza nikapata 90. Zikisha zote naweza nikapata 90. 90 pamoja na faida. Pamoja na faida. Kwa okay. Mtaji wa hizi ni shilingi ngapi? Mtaji wa hizi 60,000 ndio nimetumia leo. Au ametumia 60,000 kununua. Nimetumia 60,000 kwa kuwa biashara iko chini leo. Sisi tunawatakia baraka nyingi za Mungu. Amen. Tunafurahi kuona mnajishughulisha. Hamjakubali kuwa mama ambao hawajishughulishi. Tunawaombea sana mafanikio na tunaamini biashara hii tunapowasapoti leo mwende mkuu muongezeke. Muone mameza makubwa msambaze mahali na mahali. Amen. Inawezekana. Sawa sawa na swali langu ndogo tu la kizushi. Hapa vipi amfanyani fitna za mboga hapa? Hapana. Acha bwana. Huyu amecheka na jambo. Wewe mtambie. Yeye ni ndugu au mashosti? Mashosti. Kwa hiyo mashosti amfanyani vibaya. Mpe mic. Unasema? Mimi kila tunakwenda na huyu rafiki yangu. Meza waga zinasogeleana hivi watu wachani. Somo kwetu tunaishi kwa upendo, kwa kusaidiana. Mteja amekuja hapa. Kwa hiyo kama wewe hauna ile mboga unampeleka kwa mwenzio. Ili na yeye aweze kuuza. Lakini mkiwa na watu wengine wamepanga hivi, hizo fitna zitokee kidogo? Mkiwa kama 7 hivi watu wamepanga. Hapana. Haya basi na tuwaombee hawa watu jamani. Tunataka tuwaombee na kubariki biashara yenu. Tuombe. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, na biashara hii barikiwe kwa ajili ya watoto wako wanaouza, mitaji yao ikaongezeke na wape tabasamu na furaha katika jina lako takatifu. Tumewabariki na kuwaombea na kuwaweka wakfu mikononi mwako kwa ajili ya wingi wa baraka zako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Tunaomba tuwapatie keki ya upendo. Wapatie. Yes. Hii ni Valentine. Mfurahi sasa pamoja. Happy Valentine. Asante sana. Haya, Mungu awabariki sana. Karibu. Sisi ni wanawake tunaoomba. Tumeandamana pamoja na baba mchungaji wetu. Tumekuja kuwapa upendo. Tungejua jina lako mama. Mimi jina naitwa nalojulikana hapa naitwa Mama Beti. Mama Beti ila jina la ubatizo naitwa Rose Joseph Chacha. Okay. Sawa, tunaona huko una biashara yako hapa tena, Mungu mkubwa, umepata kivuli kizuri. Labda ungetuambia biashara yako mtaji ni kiasi gani, lakini pia utuambie mafanikio pamoja na changamoto ambazo zinakukabili katika biashara yako mama. Biashara yangu inabidi ulizike. Yaani umwachie Mungu. Kuna kupata, kuna kukosa. Karibu. Naona. Kuna kupata, kuna kukosa. Maana unaweza kuna siku tunanunua fungu kama hili 1,000 hivi. Tunaweza tunalinunua 1,000. Kwa hiyo inabidi na wewe utafute 200 kila fungu. Kila fungu. Kuna unaweza kununua kama hivi ukaleta ukaja ukakuta zile mboga zote zimeoza. Kwa hasara wewe inakula kwako, kwa hiyo unalizika. Kuna kupata, kuna kukosa. Okay, na wakati labda haijaisha mnatunza wapi ili kesho uanzie nazo? Natunza hapa hapa. Hapa hapa. Okay. Nafunika na kirobo. Na hakuna wizi wala nini? Walinzi wapo. Okay, labda mtaji ni kiasi gani? Mtaji zikipanda sana tunachezea 100,000. Zikiwa juu sana. Okay. Sawa, basi sisi kama nilivyokuambia tumekuja kukupa upendo. Kwa sababu nini? Mungu wetu ni upendo na anataka tupendane bila kujali dini yoyote. Sisi kina mama tumekuja hapa. Basi tunaamini kwamba umefurahia, labda ni mara ya kwanza. Tunakutakia heri
tutaomba pamoja na wewe, pamoja na baba mchungaji wetu. Alafu pia kuna keki tumekuletea kama ishara ya upendo, lakini mambo mengine tunamweka hazina wetu kidogo tulichokusanya kwa ajili yako. Unajua tena mkono mtupu wa ulambwi, basi tutakuachia ili nini uongeze biashara yako. Ikimpendeza Mungu, tukija mwaka ujao tukukute umekuwa mkubwa, labda hata umenunua ka friji, mboga zikibaki unaweka kwenye friji. Mungu awabariki. Asante sana karibu mama. sana. Asante sana. Ndio. Mungu akubariki sana na tunakutakia baraka nyingi za Mungu. Na watu wangapi wanakutegemea kwenye maisha yako kwa sababu ya biashara hii? Watoto 3. Watoto 3. Na mume wako yuko wapi? Mume tushachana muda mwingi sana. Hayo mambo ya kwetu. Haya. Na tubariki biashara hii sasa. Mungu liye hai mtakatifu, na ukabariki biashara ya huyu mama. Umuongezee maradufu kila anayofanya. Watoto wake wapate nuru na mwanga wa kusaidiwa, na kila usiku na mchana ukaonekane kwa ajili ya maisha yake. Tumebariki biashara hii na wafanyabiashara wengine wote katika ile eneo, kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana. Naomba upokee keki kidogo tu ya Happy Valentine. Ya Happy Valentine. Wow. Mungu akubariki Valentine. Amen. Tabasamu tena. Amen, amen, amen. Na ua la na ua. Yule mume angekuletea ua hili, tumekuletea sisi. Mungu ameniletea. Haya jamani. Kwaheri. Asante. Mama wetu atakuona gani? Hii mboga za asili. Mboga za asili. Jamani, ndio maana mboga za asili Mlenda. Una mrenda? Na acha bwana. Mbona leo una kidogo? Mimi natoka kidogo. Mbona unapata mboga kidogo za kuuza leo? Mimi natoka baadaye naenda kuna ubatizo. Wa mjukuu Okay, ndio maana hujaweka nyingi leo. Sawa vizuri. Ndio. Karibu jitambulishe mama, hawa ni kundi letu. Mimi naitwa Severini Mwihu. Ndio. Nakaa hapa mtaa Mzimuni. Mtaa Mzimuni. Hapa tu Mahakamani Nyumbepi. Una muda gani umeanza kuuza mboga mama? Niko 2000 ni muda mrefu kidogo. Kama miaka 25 hivi. 25. Kuna mtu na umri wake, umri wa kuuza mboga huyu hapa. Umri alionao mtu hapa, wewe tayari ushaingia kwenye industry ya mboga. Ndio. Unaweza kushare na sisi changamoto wewe una muda mrefu. Changamoto gani unaziona kwenye biashara ya kuuza mboga? Ndio hii ni kupanda na kushuka. Ndio. Katika maisha. Okay. Lakini ndio hivyo tunaenda mwendo mdogo mdogo kwa sababu mtaji ni mdogo. Kwa hiyo ndio hivyo tunakaa tunachopata tunasomesha watoto. Ndio hivyo. Okay. Wewe una mtaji kama shilingi ngapi biashara yako? Mimi nakuaga naweka vitu vingi, pilipili, na siku za nyuma nilikuwa na mtaji kama 200,000 lakini nikaumwa. Biashara ikavurugika kidogo, kama ile changamoto ya mgongo. Ya mgongo ndio. Pingili za mgongo zimebonyea. Kwa hiyo nimepata vitu vingi, nikao siendi tena Ilala kujumula. Nilikuwa na kipindi cha nyuma kama na 200,000. Hiyo changamoto ya mazingira hapo mnaionaje? Hii changamoto ndio kama hivi tunaita kijana anakuja kutufanyia usafi. Haiwasumbui kwenye biashara? Sio sana. Lakini tunafanyiwa usafi. Ndio. Kwa wiki mara moja. Kwa wiki mara moja. Nampa hela kwa muda kwa sababu huku tunatengenezewa kula Pekasi. Soko. Ili limeungua tunapeleka kule. Sasa bado kule machinjio hawajajenga. Sawa. Basi Mungu akubariki mama, sisi tumefika kukutia moyo na kukuombea. Na hawa wote wamekuja kukutakia heri ya siku ya wapendanao. Inaitwa Valentine Day. Ushawahi kusikia hiyo? Ndio. Enzi zenu ulikuwa mnasherehekea hiyo? Ndio. Mpaka hata sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Sawa sawa. Basi naomba tukubariki kwa keki ya Valentine. Ndio. Naweza ukampatia. Yes, hii ni keki ya Valentine. Kwa upendeleo tu naomba nikupatie hii keki. Ndiyo. Utakula ukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya upendo. Ndio. Na uturuhusu tukuombee alafu baadaye mwasibu wetu atakusupport kidogo. Na mimi niko huko kwenye maombi. Amen. Okay, na tuombe. Mungu ushie milele Baba, katika jina la Yesu, ninaibariki biashara ya mtoto wako pamoja na kazi zake zote. Neema yako ikapate kuwa juu yake. Usimwache kwenye biashara yake Bwana. Kwa kile anachokiuza na kukifanya, ukampe faida katika maisha yake.
katika siku hii ya Valentine. Mungu umkumbuke na kumuinua kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, tumefurahi kuongea na wewe. Salama lakini. Sana salama. Tena umevaa nyekundu kabisa. Happy Valentine. Tena nipo salama vizuri sana. Happy Valentine. Habari zenu? Ushawahi kusikia Valentine? Ushawahi kusikia tunasema Valentine siku wapenda nao? Ushawahi kusikia? Mimi naisikia. Naisikiaga. Karibu jitambulishe majina yako. Mimi naitwa Amina Ali. Amina Ali. Mnyanga. Toka Morogoro. Toka Morogoro. Wow. Ndio haya biashara yako hii ndio unauzia. Hauna meza wewe? Meza tumeunguliwa au mtoka nimeunguliwa sijaanza kutengeneza bado. Hujaweka tena meza nyingine. Ndio. Hongera sana kwa biashara. Asante. Ndio. Sasa unauzaje hivi? Au kuna kimeza unatengeneza? Kuna meza ndio kwanza narudi ipo ndani nakuja kuchukua naweka. Au unakuja kupanga meza hapa. Nayo. Sawa. Hawa ni watumishi wa Mungu wamefika kutia moyo na wengine tuko nao wengi, lakini hawa ni wachache kati hao wengi ambao tulikuwa pamoja nao. Tumekuja kukutia moyo na kukuombea, lakini na kukusupport kwenye biashara yako kidogo. Ndio, nashukuru. Lakini pia kutakia ua la lozi ni ua la upendo. Kukuonyesha kwamba tunakupenda na Mungu anakupenda. Lakini pia kukupa na keki ya baraka kabisa. Naomba nimkabidhi mwenyewe. Ili ni ua la lozi, huwa tunafanya hivi. Na mimi nilifanya hivyo. Unaona kwa hiyo ukiuza biashara yako uza kwa furaha na kwa amani, ujue Mungu anakupenda na tunakutakia baraka nyingi. Lakini pia tuna keki imeandikwa love kabisa. Sio ni mpei hapa ina ua la love. Tunakupa ua la lozi na ua la keki. Limefanana. Utakula na keki kidogo, lakini mwasibu wetu atakusupport kitu kidogo. Asante. Sawa? Asante. Basi una jambo la kusema na sisi lolote? Hapana, sina. Hauna. Sina. Umepokeaje huduma hii? Nashukuru kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kweli Basi tukuombee alafu tukuache. Si sawa? Niombeeni. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, mbariki mtoto wako huyu anayefanya biashara hii Bwana. Umpe neema ya kufanikiwa katika biashara hii na umfungulie milango ya mafanikio kinyume na mabaya na hatari zote. Tumemwombea na kumweka wakfu mikononi mwako katika biashara kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, tukutakia biashara njema na uze umalize kabisa. Asante. Na mtaji wako uongezeke. Asante sana. Za muda tena? Nzuri. Umefurahi Nimefurahi sana. Je, unajisikiaje? Najisikia furaha sana. Nashukuru sana kwa wale waliotoa kwa ajili yetu. Mungu awabariki. Amen. Awaongezee pale walipopunguza kwa ajili yetu. Amen. Na unawaambia nini watu wengine kuhusu upendo? Sijui nielezeje. Toka nizaliwa hivi leo ndo naona vitu kama hivi. Nimefurahi sana. Amen. Na Mungu wetu ni upendo. Asili yake anasema tupendane sisi wote. Ameagiza, ni agizo lake. Lakini watu wengine wanachukulia tofauti upendo, si ndio? Wewe umeonaje siku ya leo? Kwangu nimeona mwanga mwingine kwa kweli. Unajua wengine wanawaza upendo, sijajua wanawaza upendo ni kama siku ya wapendanao kwa upande mwingine, labda kama hivyo wakutane mabaya hivyo, lakini mimi nimeona upendo katika kazi yangu, nimeona mwanga mpya. Wow. Amen. Tumeona tofauti ya upendo wa watu wa kidunia na upendo wa watu wa Mungu. Mungu ameagiza tupendane sisi sote, awe Mkristo au Muislamu, wote ni tupendane. Na maana ya hii halisi ya upendo ni kwamba tupendane, tuendelee kuadhimisha ule upendo wa nani? Wa Mungu. Amen. Barikiwe sana. Habari yako Lina? Salama za kwako? Nzuri sana. Tumerudi tena. Karibuni sana. Tunawapenda. Amen. Na sisi tunakupenda pia. Siku ya leo umejisikiaje? Siku ya leo nimejisikia furaha sana. Nimejisikia furaha kwa sababu nimepata kwanza ugeni. Nimepata pia marafiki wapya. Maana sikuwahi kuanza kama ninaweza nikapata familia nyingine tofauti na ambayo naifahamu. Kwa hiyo nashukuru sana, karibuni sana. Tunawapenda. Endeleeni kutukumbuka na sisi. Unawaambia nini watu wengine kuhusu upendo? Upendo. Jamani, kuhusu upendo, yani kwanza kupendwa ni raha sana. Sijui nisemeje, lakini upendo ni furaha, upendo ni amani, upendo ni kujaliwa. Kwa tunashukuru sana kwa upendo wenu wa leo. Na unawaambia nini wale watu ambao huwa wanafikiria
upendo ni labda kwa ule upendo mwingine wa kidunia, wanawaza tu mapenzi na nini. Wewe una tofauti gani? Mimi nawaambia kwanza, upendo sio mapenzi pekee. Upendo ni ile mtu kukujali, kukuthamini, kujua nini mnafanya kwa muda gani na kwa wakati gani. Upendo unatoka kwa mtu yoyote yule, sio tu kwa mtu wa karibu. Basi tunashukuru na tunamshukuru pia mchungaji wetu Beatus kwa kutuwezesha kufika hapa na kuichukulia hii, kuonyesha watu kana kwamba upendo sio tu ule kwenye ndoa au ule upendo wa kidunia, kitu tumeita upendo wa Yesu. Yesu, upendo wa Mungu. Mungu amekuja kutupenda sisi wote, uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe nani, lakini Mungu anatupenda sisi wote. Ndio. Tunashukuru sana, karibuni na maeneo mengine ambapo hamjafika, nao pia mkawatembelea. Amen, amen.